Safi dada. Tuko sawa. Miongoni mwa matukio ambao siwezi kuyasahau. Ni mwanetu mmoja alikuwa anaitwa Mabula Mbogoma. Mwanetu bwana aliwahi kuingia darasani amechomekea ile pensi ya ndani. Yaani ile shati kachomekea kwa ndani. Afu mwamba anaingia class, afu class kwenyewe alikuwa ni madamu. Yule madamu akamuuliza, "Oa vipi mbona umechomekea ile pensi ya ndani baada ya kuchomekea ile suruali ya shule umechomekea nani?" Kwa mshikaji akasema, "Mimi ndio nataka kujionyesha utofauti na wanafunzi wengine kwa sababu nimeona kila mwanafunzi anachomekea kila kwao, mimi ndio utofauti wangu." Basi bana darasa zima likaitikia. Watu wakacheka kama vile wanakaanga chips. Mwisho wa siku ule madam akamuuliza, "Hivi unajitambua kweli?" Mwamba akasema, "Mimi najitambua. Huu ndio utofauti wangu na nitavaa mpaka namaliza masomo." Kwa hiyo yule mwamba kusema kweli akawa ametufanya tu na furaha ile siku ile na uhalisia aliyokuwa nao. Kwa hiyo mshikaji mpaka aliweza kupeleka kwa headmaster kumbadilisha yule mshikaji. Na mshikaji alikuwa anabadilisha, yani leo ana nguo fulani, kesho ana nguo fulani, ila achomekee na suruali. Yaani yeye ina maana msimamo. Msimamo wenye mtazamo yani. Sasa ukiwa pale paredi mshikaji na hapo chomekea, sio kwamba yani ile shati limegeuzwa. Yaani vile vifungo vipo kwa nyuma. Alafu kule linaachiwa, ila huku ndio linachomekewa. Na likichomekewa huko anachomekea ile nguo ndani. Kwa hiyo huku mgongo uko wazi yani. Alafu mtu yupo Mungu ibali. Basi pale yani na maana tukigeuka kuingia madarasani mgongo uko wazi, alafu mshikaji huko kachomekea. Kwa hiyo mshikaji wakamchukulia kama sema ndo hivyo, kila mtu katokea maisha yaliyotokea, yani kama gangster fulani, ila mshikaji ndo alikuwa na msimamo. Kwa hiyo ile msimamo mshikaji kumshape ilikuwa ni ngumu, ila tulikuwa tuna enjoy kukutana naye. Bana mimi nimeamua maisha yangu, na mshikaji akiingia darasani ni mbaya. Sasa mwanafunzi anayefanya vizuri darasani utamfukuza kwa weakness hizo nazo kidogo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ni tukio ambalo siwezi kulisahau. Hiyo nakumbuka ilikuwa ni shule gani? Hiyo na mwaka gani pia? Lunze Secondary School. Lunze High School ipo nani? Ipo Geita. Geita wilaya ya Bukombe. Lunze High School. Mwisho wa siku Mwamba alimaliza ikiwa na matukio hayo au ilikuwaje kwani? Mwamba baadaye alibadilika. Alibadilika kwa sababu aliitwa wazazi. Mwamba alikuwa ni mtu wa msimamo kweli. Baadaye akawa haonekani paredi. Baadaye akaitwa baba sasa. Baba akaitwa akaambiwa, "Bana 1 2 3, kijana wako mbona hivi na hivi." Sio si jamaa akakalishwa akamshepu, ndio hivyo kilo safi, tukawa tumemaliza miaka yetu 4. Kwao ni tukio ni kama hivyo ni tukio. Japokuwa na mimi kuna tukio liliwahi kunitokea, ila alikuwa ni tukio la kawaida tu. Tukio la kawaida tu. Unajua sometimes kuna walimu tulikuwa kwenye debate, imeshaisha debate yani na maana yani kama nimepewa kama challenge. Hivi wewe unampenda msichana gani hapa shuleni? Mimi si unajua nilikuwa msanii nimeshakuwa so famous. Nikaulizwa ile swali. Mimi nikamwambia mimi nampenda Edgelo. Edgelo ni mkali, mimi nampenda. Sasa kama msanii unaweza kumwimbia. Afu kipindi hicho nilikuwa sina ngoma mapenzi wala nini wala yani ndio hivyo, lakini namkubali ile nikaambiwa muimbie. Umeona? Kwa mbele yake like kwa hiyo kaki kugumza, lakini mwisho wa siku freestyle ni msingi iliyotujenga.